ndugu yangu Raila, baba Raila, kiongozi ya Azimio, wewe umefanya makosa makubwa sana kuingia kwa serikali. Uliingia kwa serikali ya Moi, hakuna mabadiliko yalipatikana. Ukaingia kwa serikali ya Kibaki, hakuna mabadiliko yalifanyika. Ukaingia serikali ya Uhuru, hakuna mabadiliko yalifanyika. Saa hizi umeingia kwa serikali ya Ruto, hatuna imani kwamba kutakuwa na mabadiliko. Sisi tumeluza hope, matumaini imeisha. Na wakati mwananchi anapoteza matumaini, hana kitu kingine chochote kile. Watu wetu wa Kenya, I want us to reclaim our country. Imagine mtu anadanganya president atalete machine na kuunda chapati milioni 1 kwa saa moja. Huyo mtu anajua ni wamama wangapi Nairobi na vijana ambao maisha yao yanategemea kupika chapati. Hiyo machine inafanya watu watakosa kazi wala ambao walikuwa wanapika chapati. Mimi nikiongea mambo ya Waluya, wanasema anatembea naongea ukabila. Bwana ni Mluya peke yake, tukisema tukuje pamoja wanasema ni ukabila, na watu wengine wote wako united. Wanakuwa united kutawala sisi, halafu tunaendelea kugawanyika. Nini Waluya mtakubali kuendelea kugawanyika? Kenya ni multi-party democracy. Si ndio? Ni nje ya vyama vingi. Sisi tulipigia Raila kura hapa, lakini kura yetu haikujaa. Wanasema haikujaa, si ndio? Rais Ruto akaapishwa akakuwa president. Saa hizi Ruto ametoka pande, Raila ametoka pande hii, ameingia wapi? Ameenda kwa Ruto. Sasa serikali na upinzani imekuwa kitu kimoja, mwananchi hana mtu wa kumsimamia tena. Wewe Raila, wewe au toka kwa serikali huko. Kama Rais Ruto ameshindwa kuongoza Kenya, sio jukumu lako kumsaidia. Jukumu lako ni kupanga serikali mbadala. Lakini kuna sema tunaingia kwa serikali kwenda kutekeleza mambo ambayo yameshindwa rais, maana haishindikani hiyo maneno, tunajidanganya bure. Serikali walikuwa wamesema hata kitambulisho, hadi kitambulisho inakaa miaka 10, alafu inafanya nini? Hadi expire. Wanatafuta ingine. Hadi wanatafuta ushuru kupitia kwa vitambulisho. Hiyo mambo ya kusema kitambulisho ina expire, hiyo ni yenu.